Hospitali ya Taifa Muhimbili imeendelea kudhihirisha ubora wake katika utoaji wa huduma za afya, pamoja na kuwa kitovu kikuu cha mafunzo ya kada mbalimbali za afya nchini. Kila mwaka hupokea zaidi ya wanafunzi 3,000 kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo. Kwa kulitambua hilo, Hospitali ya Taifa Muhimbili katika kipindi cha miezi mitatu ya Oktoba, Novemba na Disemba imefanikiwa kuendesha mafunzo ya vitendo kwa wauguzi, yakilenga kuwajengea uwezo wa kuwahudumia wagonjwa wanaohitaji uangalizi wa karibu, yani critical care. Hospitali ya Taifa Muhimbili chini ya kurugenzi ya uuguzi na ukunga imeamua kutoa mafunzo ya critical care, na kwa ufupi yanaitwa hands-on critical care nursing, kwa sababu wagonjwa wanaopokewa hospitali ya Taifa Muhimbili wanatokea hospitali tofauti tofauti hapa Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam, wakati mwingine pia tunapokea kutoka nje ya nchi. Wagonjwa hao wanapokuja hapa wanakuwa wamepitia huduma tofauti tofauti, na wengine wanakuja katika hali ya umahututi, lakini wakiwahiwa ile hali ya umahututi wanaweza kupata huduma ambayo inawasaidia kuepuka ile hali yao ya uhatarishi wa maisha. Kwa hiyo mafunzo haya yamelenga kuwapatia taaluma watumishi wa afya kwa hospitali hizo nyingine ambazo wagonjwa hupokelewa kwa mara ya kwanza, ili wakiletwa hapa wawe angalau wameshapata ile huduma ya kuanzia ya critical care. Mafunzo haya mafupi yamewakutanisha wauguzi kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania, ambapo yamewapatia ujuzi muhimu utakaowawezesha kutoa huduma bora kwa Watanzania katika maeneo yao ya kazi. Kuna vitu vingi ambavyo nimeweza kunufaika navyo. Moja ni namna bora ya kugundua vihatarishi au sababu hatarishi zinazoweza kumpelekea mgonjwa huyu mwenye kuhitaji uangalizi maalum na kusababisha labda kifo au hatari ya kudumu au ulemavu. Lakini pia ni pamoja na kuhudumia, mbinu bora za kuhudumia wagonjwa hawa. Lakini pia ni pamoja na mafunzo haya nimeweza kujifunza namna bora ya ushirikishaji wa wataalamu wengine pale inapotokea dharura kwa mabadiliko yoyote ya mgonjwa. Kitu bora ambacho tumenufaika navyo ni upatikanaji na ueleweshwaji wa vifaa vya kuhudumia wagonjwa wenye mahitaji, wagonjwa mahututi. Tulipotoka hatuna vifaa vya kutosha, na vilivyokuwepo hatuna uelewa navyo, lakini kupitia wauguzi hawa wabobezi na madaktari wabobezi wameweza kutuelezea umuhimu wa vifaa hivi na nini cha kufanya wakati wa kutumia. Kutokana na mafundisho haya tumeweza kujua namna ambayo inaweza kutusaidia kutambua vihatarishi kwa haraka zaidi, namna ya kuungana na staff wenzetu katika kuweza kumwezesha mgonjwa huyo aweze kurudi katika utimamu wake, lakini vile vile huduma zipi zinahitajika kwa wakati gani, hasa kwa wagonjwa ambao wanakuta kwamba hawajitambui. Tumejifunza namna ya kutumia vifaa mbalimbali ambavyo vinaweza kumsaidia mgonjwa mwenye mahitaji maalum, mfano ventilator, ambapo nakuta kwamba ni kama yanatumika kama mapafu ya nje kumwezesha mgonjwa aweze kurudi katika utimamu wake, hasa katika mfumo wa upumuaji. Katika kipindi chote cha mafunzo, washiriki walifundishwa mbinu bora ya kuhudumia wagonjwa wanaohitaji uangalizi wa karibu. Tulifundisha namna gani ya kuhudumia mgonjwa ambaye anahitaji mahitaji maalum. Mgonjwa akiwa ICU ana mahitaji mengi sana. Kwa hiyo wakati unamhudumia mgonjwa wa ICU lazima uwe keen eyes tunaita, au uwe kila wakati unamwangalia mgonjwa, ndio maana ya keen eyes. Uwe sharp mind, ina maana kila utakachokiona kwenye mashine yako uwe ni rahisi kukipa majibu wakati huo huo. Sawa. Touch, soft touch, kwa maana mikono yako iwe ina uwezo wa kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja unapokuwa ICU. Kwa hiyo hivi vyote tuliwafundisha wafanyakazi wenzetu ambao ni wanafunzi ambao wao katika sehemu zao za kazi hawana huu ujuzi. Sisi kama mabingwa ambao tuko hapa Muhimbili, kazi yetu ni kutoa ujuzi ule ambao
tumefundishwa sisi, basi tuwafundishe na wenzetu ili tukaboreshe huduma Tanzania nzima. Ubora wa mafunzo haya yalikuwa yakitolewa na Hospitali ya Taifa Muhimbili yalichagizwa na uwezo mkubwa wa wauguzi bobezi ambao kwa pamoja walishirikiana bega kwa bega na wahitimu hawa.